Unajua katika viumbe vya Mwenyezi Mungu vyote, kiumbe iliyokuwa mkubwa kuliko viumbe vyote ni arshi ya Mungu. Na hii arshi ya Mungu ndio Mwenyezi Mungu anasema Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Hii arshi imebebwa na malaika, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidhin thamania. Hii arshi imebebwa na malaika 8. Anasema Imam Ibn Kathir, hii arshi imebebwa na malaika waliopanga safu 8, na kila safu moja haijulikani mwisho wake ni wapi. Ndio Mtume wa sallam alipokwenda Isra al-Mi'raj alimuona malaika mmoja anaibeba arshi, akamuomba Mwenyezi Mungu ruhusa, ya Allah nipe ruhusa nikirudi duniani niwaeleze Waislamu sifa ya malaika mmoja aliyobeba arshi ya Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa ruhusa. Ndio Mtume alipokuja duniani akawaambia maswahaba kutuambia sisi manake kwamba malaika mmoja anayebeba arshi ya Mungu ukubwa wake kutoka kwenye masikio yake, nyama ya masikio hii, mpaka kwenye mabega yake, kutoka hapa mpaka hapa, ni sawasawa na mtu kusafiri masafa ya miaka 700. Anakwenda tu na hajafika bado, bali kuna riwaya inayosema ni sawasawa na ndege anayepuruka miaka 500, anakwenda tu hajafika bado, kutoka hapa mpaka hapa. Sasa hii arshi ni kubwa kiasi gani ndugu zangu? Ndio unaambiwa a'dhamu makhluqati llah wa athqaluha wa a'laha wa awsauha. Kiumbe ilokuwa kubwa kuliko viumbe vyote ni arshi ya Mungu, na ndo kiumbe ilokuwa pana kuliko viumbe vyote, na ndo kiumbe ilokuwa juu kuliko zote, na ndo kiumbe ilokuwa nzito kuliko viumbe vyote. Mbingu 7 na ardhi 7 haingii kwenye arshi ya Mungu ndugu zangu. Unajua tunaposema al-kursiyu, unaposema ayatul kursi, unaposoma ayatul kursi, kursiyun iko ndani ya arshi, ni kiumbe ndani ya arshi ya Mungu. Mwenyezi Mungu anaisifu kursiyun, anasema wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Namna hii kursiyun ilivyokuwa pana, ni pana kuliko mbingu 7 na ardhi 7. Kursiyun anaeleza Abdullah bin Abbas, anasema mawdhi'il qadamai lillahi azza wa jalla. Hapo ndo sehemu ambayo Mwenyezi Mungu anaweka miguu yake. Kursiyun. Hii kursiyun imetajwa ndani ya ayatul kursi, kwanza kwa sababu hii aya ndo aya iliyokuwa bora ndani ya Qur'an.